solve sisi wenyewe. Maanisha tulizika damu yenye sio yetu. Huyu mtoto alikuwa anafanana na wewe ama hapana? Hakuwa anamfanana. Aje? Si hadi wewe uliconfess kusema anafanana. Yule alikuwa mkubwa. Kawaida watoto watoshanangi. Ulimpima? Ulimpima bro, cheki. Hao watoto walikuwa wanafanana. In fact walikuwa wanatoshana. Sasa hiyo nawe unaniambia tu wanafanana. Hapana. Nataka kusema yeye wazimu. Si wazimu, si wazimu, lakini watoto walikuwa wanafanana. Nilijifungua nilionyeshwa. Kwa muda gani? Immediately hivyo tu vile nilijifungua. So nikuulize swali. Cheki bro. Cheki bro. Bro, just a minute. Sikia. Bro, hii ni kesi sensitive. Bwana, wewe ni DCI. Wewe sema tu mambo. Wewe ni DCI. Haya. Wewe ni karao. So Hi guys, welcome to Pastor Group Limited. Of course, the home of most affordable, quality, solar hybrid system, CCTV cameras, electric fences, all your house wiring needs. Remember, it's only at Pastor Group Limited where we have open payment plans. You just need to come, you give us a call, we sit down, we make an agreement, and of course you achieve your life goals. Remember to call us through this number down below so that we can always be ready to serve you. Remember, it's Pastor Group Limited. Weka solar, achana na stima. Kwa sawa watajua ma-EMs ndio. Sasa. Neno ndo nyathini mojayo wasasi njakado. Kama ya gololi na mimi sina stress. Excuse, ni aje? Poa. Niko poa Kabisa. Mimi naitwa Thompson. Mimi naitwa Joel. Okay, nilikuwa naomba tu saidizi yenu kidogo tu, kama mnaweza nipea time yenu kidogo tu. Kama how long do you tunafika hapa clinic tunataka kupeleka mtu hii? Hata sasa take much of your time. Daka ikienda sana ni daka 3. Sawa. Ikienda sana. So, mimi naitwa Thompson. I'm a content creator na nilikuwa naomba subscription. Nafanya na dealing na mambo na content creation, family content. Na huwa nafanya kwa kampuni inaitwa Pastor Show. So this Pastor Show huwa tunadeal na vitu mingi, tunadeal na mambo na solar, tunadeal na mambo na hizi ushaisikia mambo na forex trading? Yeah. Tunakuanga na classes za forex trading free of charge. Na on top of that, bado tunakuanga na offer kwa couples. Yeah, sijui kama if you don't mind. Offer gani hizi? Okay, tunakuanga na 30,000 ambayo tunapea couples. On top of that, tunadingi ka discount ya 6 cows, ng'ombe 6. Tunakupatia in case kama hujapeleka mahari, unaweza peleka mahari. Wow. Yeah, so if you don't mind, kama mnaweza nisaidia for this subscription, kama mja mind. At least mtusaidie tufikishe 300,000 subscribers. Sini sasa unisaidie simu yako. Ushasikia the word Pastor Show ama ndio first time? Hii ni first time. Okay. Naitwa Pastor Show. Umesema mnaenda clinic? Yeah, nataka tufikishe mtu hii clinic kidogo, ndio maana tumewahi hivi mapema. Tandisha subscribe, kengele, all notification, then unajoin. Ndio subscribe. Asante sana. Si madam, unaweza tusaidia if you don't mind pia subscription. Tutatusaidia sana. Unaweza ona vitu tunafanyanga. Sawa, ina maana. Ndio hiyo. So
If you don't mind by the way, si niwapatie these 6 cows muende nazo nyumbani. Na 30,000. Si niwapatie muende nazo nyumbani. So mnipe tu time yenu tu kidogo. Are you couples? Are you couples ama ni mtu na dada yake? You are couples? Hata ni nyinyi nilikuwa natafuta, si tusimame hapa. Mkubwa niambie tukiwa sawa, kama tu hapa. We are recording by the way, venye nimwambia we are content creator. Hata iko hajaanza kurecord, ni kamera tu ameweka. Unajua huwezi anza kurecord mtu kama hujamuuliza. So ninyi mtanipatia ruhusa mniambie kama tunaweza record ama hatuwezi. Sawa, tunaweza record. We can record. Yeah. Anza kurecord, wamekubali? Wamekubali. Nitakuwekeni mic. Sawa. Nikuwekee mic. Wow. So, tusimame wapi? Tusimame tu hapa. Hapo iko sawa? Wapi hapa? Hapo? Iko sawa? Haya, so karibia tu usiogope. So mimi nimwambia naitwa Thompson. Sipia mimi niwajue majina yake. Mimi naitwa Babi. Babi. You have a nice name. Thanks. Unique name. Okay. Ni Joel hapa hivi. Joel. Yeah. Joel ule mwenye alikuwa kwa alikuwa kwa Biblia alikuwa anafanya kazi gani? What is the work of Joel? Ni prophet. Prophet. Ndio, Prophet Joel. Kabisa. Hizo ni tongaje gospel books. Ama the gospel books, ndio. I love that. Kabisa. Joel na Babi. Babi. Wow. Miaka ngapi kwa ndoa? 5. So far 5. 5. Yeah. Congratulations. 5 years. Si rahisi. Si rahisi. Si rahisi by the way. Yeah. What is the experience? Experience ni tough. So unajua kila kitu kuna ups and downs. Hapa nyuma hatuwezi simama. Kuna shimo. Inua kamera. Okay. Kwa life kuna ups and downs. Kuna siku mmepata, kuna siku mmekosa. Kuna siku mtu anaamka na mood zake pia, unajua. Okay. Yeah. Mtu anapata na kosa na moods. Unamaanisha nini ukisema mtu anaamka na moods? Nani anaamka na moods? Yeye ama wewe? Sasa moods ni za kila mtu. Okay. Unapata hata wewe kwako. Kuna siku wewe kuna moods mzuri. Mimi sinanga imagine. Mimi naonanga siku ikiwa tu kama kawaida. Sasa hapo ni mtu unaishi naye ndiye atakuelezea hivi. Wewe mwenyewe huwezi jua. Yeah. Wewe unaaminiana na Kenya, unakubaliana na Kenya anasema. Ni ukweli. Moods. Inaitwa mood swing. Zinakaaje? Mimi najuanga moods Kuna happy mood, kuna somber. But najuanga moods ni za madem ndio wanapendanga kwenda kwa mwezi. Wakienda kwa mwezi wanakuwa na moods. Moods ni za wote. Understand. Lakini kuna mwanaume ako na moods kweli? Aki. Wako. Mwanaume ako na moods? For sure. Wewe okay. Wewe vinyo ulikuwa unaangalia moods. Moods imefanya nini? Okay. Kuna siku mulienda bed sawa. Utaamka asubuhi mama akuongelesha. Okay. Kuna wakati mwingine atakuongelesha lakini design na kujibu ni kama stranger. Unapata? Okay. Yeah. Okay. Kama hizo. Kuna wakati umepata. Hata unajua hizi kazi za kuandika si zetu. Kuna siku itakuwa mzuri, utapewa kakitu nini, ukikuja umfreshe, mko sawa. Kuna siku umeenda kimeumana, siku mzima hujapata hata wera. Kweli. Kuja hataki kuelewa. Hizi nyumba tunaishi huku Nairobi ni za wenyewe. Exactly. Kuna time utalipa on time, mko sawa. Kuna wakati mpaka mnafungiwa. Anaanza kuuliza kwani nilioleka kwa nani huyu? Kama huwezi lipa nyumba on time. Amesahau that hata wewe ni hustle unapiga. Unaona? Hizo ndio vitu tunaongelea about mood sasa. Yeah. But hizo simi I do understand ni kama changamoto. Ni changamoto sasa, hizo changamoto ndio zina drive mood zake. Unapata? Yeah. So how do you overcome these changamotos? As a man, lazima ukue hard. Kuwa ready for anything. Kiamka ako sawa, pia uko sawa. Kiamka amekasirika,
Kwa kasirika. Kasirika. Usifanye anything. Okay. Usifanye anything. Pia kila kitu kuna sheria. Unajua nchi yetu iko na sheria. Ikasika mpe time yake. Wewe jishughulishe na vitu zako ama toka ikiwezekana. Tarudi akiwa sawa na kila kitu itakuwa sawa. Okay. Yeah. Na umesema the word akikasirika ukasirike. Unafikiria temu umekasirika ni kutengeneza ama ndio itazidi kukua ngumu kabisa? Kukasirika naongelea si atu umekasirika pia unazua, unamtusi, unampiga. Serious face, shughulika na vitu zako. Nugget. Yeah. But unajua kama na mtu okay. Nishaikana one friend mwenye amuongei kwa nyumba. Wewe ina mentor sana akili. What about saa muongeleshani wote kwa nyumba? Hiyo nyumba nafikiri ikiwa itasimama? Kulingana na mimi haitasimama. Haitasimama. Kabisa. Unafaa kufanya nini sasa? Juu wewe ndio head, ndio mwanamume kwa nyumba. Amuongeleshani. Kweli. Sasa kama saizi tuko na mtoto. Sabuni ya mtoto imeisha, mafuta, diapers. Aniongeleshi na ana pesa. Unadhani nani anaumia? Si ni mtoto? Exactly. Ni mtoto juu bila mafuta obvious mkojo itamchoma, mtoto ataanza kuumia. So sisi tukikasirikiana kwa nyumba tuongeleshane, acha tuseme sasa tuongeleshane, the third party which is mtoto ndio na anasafa. Nugget. Unafanya everything possible upate sasa mnaongeleshana. Furaha yenu kwa nyumba ni furaha ya mtoto pia. Nugget. Yeah. Wao wanasema nyumba yenye iko na furaha ndio nyumba yenye imebarikiwa. Kabisa. Ni kweli. Kabisa. Ametuambia story na mood swings. Unaamka anakupata uko na moods. Ulilala vizuri, umeamka muongeleshani. Wewe kama mwanamke unafikiria nini huwa inaleta hiyo? Vile tu amesema challenges. Unapata maybe haja provide leo vizuri Sasa inaleta the big challenge, inafanya umsikizane. Si kusikizana ile sana, like unanyamaza tu, like umuongeleshi. So what do you gain wakati mnanyamaza kwa nyumba? Unajua mimi kunyamaza sionangi kama kusolve kitu. Do you think kunyamaza is a issue? Is a good step? So utasema nini usiponyamaza like? But unamwambia tu kuna time unamuulizanga ni nini mbaya na umenyamaza. So unafikiria kama mwanaume, unafikiria is that the reason why wanaume wengi wao wanaacha nyumba zao wanaenda nje? I don't know for sure. I don't think so. What do you think? Because mtu aziacha nyumba yake juu amenyamaziwa. But unajua kunyamaza ni kumenta mtu akili. Do you know that? And temu umenyamaza ujui anafikiria nini? Si ni kweli? Yeah. The next step yenye atachukua you don't know ni gani. Huwezi jua. Okay. Yeah. Kama wewe mwanamke, do you advise ladies outside here waende that way? Sijui kama unafanyanga hivyo but waende that way. Actually no. Si advice hivyo. Wewe unaona kama mmekosana, what as a woman kwa nyumba unafaa kufanya nini? You speak up. Na address your issue. Okay. Kiongozi. Yeah. Saa hii huwa anasema mtoto, napenda kuambia watu hiyo kitu wanaona kama ni uongo. Mtoto huja na sahani yake. Naona uko na mtoto. Is it true kenye hiyo msemo wewe nasema? Mtoto huja na sahani yake. Kwa kweli hiyo kitu personally nitakwambia ni true. Si ndio? Yeah. Exactly. Mimi kabla nipate huyo mtoto nilikuwa hustler, sikuwa na job like nimeandikwa job ama nini. But after delivery like 2 months nilipata job saizi na earn per month. So God amenipea mtoto sahani yake. Sasa unaona, yeah. By then huwa naambia watu, ambia wanaume hapo nje. Unajua wengi unapata wamekaa kwa ndoa lakini wanaogopa kuzaa.
Ndio anasema tio economy nini. Wape advice hapo nje, waambie. Mimi unajua nimeongea hadi nikachoka. Kuna vile maybe Mungu alikuwa anangoja upate mtoto ndio akupe the next step. Exactly. Na wewe unangoja upate hiyo step ndio upate mtoto. Wenda home toka hapo. Yeah. Unaona? Yeah. Mungu like kuna mtu anasema sioi saizi paka nipate mali. Nibarikiwe na ploti. Na kumbe Mungu alikuwa anapanga uoe kwanza ndio akupe hiyo plot. Exactly. So tunaambianga wanaume wetu nje. Wasikii? Ndio hiyo sasa. You understand? Kabisa. Hebu wape advice hapo nje. Waambie tu. Azamani wasiogope ndoa. Ndoa iko hivi na hivi na wasiogope kulea. Okay, first ndoa iko na challenges. Lakini ukisha decide wewe ni mwanaume sasa uko na ndoa. Mungu naye ni nani? Atakupea every step ya kusolve hiyo challenge uko nayo. Hiyo challenge iko mbele yako. Alafu pia usiogopa kusema juu fulani alifail pia mimi nitafail. Tulizaliwa tofauti. Na kila kitu kikuja inakuja in different ways. What do you mean hiyo tulizaliwa tofauti zaidi? Understand sisi wote tumetoka kwa ladies. Kwa mama. Okay. Wenye ulizaliwa ndo nilizaliwa. Kwenu kuna brothers. Yeah. Ni wote wana drive. Sikuna mwenye ana drive. Kuna mwenye ana drive. Na sikuna mwenye ana hustle. Kweli. Mbona mlitoka place moja? Maybe useme mkono huwa zitoshani. Sasa inakuja tu almost the same meaning. Yeah. Tulizaliwa tofauti na kila mtu na siku yake. Unasikia wanasema kila dogi na day yake. Ndio sasa. Wewe utafanikiwa leo. Yangu ita take time. Lakini itakuja tu. Itafika tu. Itafika. True. Yeah. Advice hapo nje wape vijana ambaye wenye by the congratulations wengi huwa wanaruka mimba wanalojia majua kuepa majukumu. Unaweza waambia nini? Vijana wajitume na usiogopa kitu juu ya story ama ulisikia. Jitume pia ujione. Mimi ningeogopa maybe saizi ningekuwa somewhere else. Singekuwa mtu naonekana saizi. Napata. Lakini juu nilijituma nikaamua make decision na enda as per that decision. Siogope. Yeah. How do you feel about your husband? Hakuvuka mtoto, hakuipa. Unajua wengi huwa wana date na ikifika akisikia uko na mimba mguu na njia. Wewe unamuona aje? How do you take your husband? Alikubali majukumu na akaamua ku take responsibility. I take him as a good guy, responsible. Namchukua kama special man. Ni kweli? Now, kuna kitu huwa tunafanya ndio tuzawadiane this 30,000 na this 6,000. Understand? Unashapeleka mahari kwao? Bado ndio najipanga kidogo. Ng'ombe 6 at least tukupatia na 30,000. Sitakusaidia hiyo ni step mzuri umemake. Kubwa sana. Tutakuwa tunapeleka ng'ombe na tutapeleka na wewe. Ni wapi? Home ni wapi? Western. Na huko kwetu tu. Bro, mimi am here for you. Kabisa. Umeelewa? Kabisa. So, huwa tunafanya kitu. Huwa tunaangalia if you guys you are loyal. Unajua wengi by the start society naongea just out of my mind but wengi wamelea watoto ambao si wao. Ayana ina happen. Wengi wanalea watoto sahihi ambao si wao. Sisemi si wako. Sijaingilia mambo. Sisemi si wako but kuna wengi wanalea watoto ambao si wao. You understand? Kabisa. So, huwa tunapenda kuangalia if you guys are loyal. Tukipata mko loyal on each other, unapatia 30,000 na tunawazawadi. But in case tupate you guys you are not loyal, then hakuna pesa. But at least you will be knowing the truth. Kabisa. Unajua according to the research imefanyika, ladies huwa wanacheat a lot, wanacheat sana. Si kweli? Hapo hiyo kubaliani. Sikubaliani. Ladies wanacheat sana. Ai, hapana. Unakata? To confirm. Aki. To confirm. So, huwa tuna confirm hivi. Utatusaidia tu simu yako. Tuangalie, then utusaidia yako tuangalie. Then tukipata mko loyal, well and good. Tukipata nyinyi mmoja wenu yuko loyal, mambo inaishia hapo. At least mtakuwa mmejua ukweli. Kabisa. Unaweza penda kujua ukweli.
sana. Unaweza penda kujua kweli? Eh. Kusaidie tu simu tuangalie. Tolee tu password, nitolee password nisaidie. Sawa. Aha. Inaitwa mapenzi, but I hope pia mimi very soon nitaingia kwa hii mapenzi. Karibu. Karibu. Niingie kwa the lovers world. Kabisa. Karibia, yeah. Nisaidie hapo delete kitu. Si delete. Nani unaongeanga naye sana? Kwa calls. Kwa Ma calls, WhatsApp. kwa chats. Kwa chats ni Alice mostly. Kwa calls pia ni yeye alafu na mama. Alice. Husband wao muongei na yeye. Hadi yeye pia yeye. Umeniambia ni Alice sana. Ani apart from yeye, from yeye. But sana unaongeanga na yeye. Umemsave aje? Niko na namba mingi. Ziko mingi kama 3. Huyu umemsave aje? Ndio nakwambia ziko 3. Kuna yenye nimesave Papi. Kuna nimesave Baba Ren. Papi si ni jina ya umbwa? Si Papi ya Papi ya umbwa. Unaelewa? Okay. Alafu kuna ya Baba Ren. Kuna ya Love. Papi. Mimi wangu nitaanza. Papa. Papa. Eh. Unajua karibu nipeane jina hapa hivi. Unajua nakwambia na crush wangu hapa hivi ningempea jina. Nianze kumuita Papi. Si ya Y hivyo double. Okay. Kwani ulikuwa umebarikiwa na twins? Na kwani huyo mwingine ako? Alikufa. Unaona hapa hivi ukiambia huyu umebarikiwa na twins. I'm sorry. But at least nashukuru Mungu alikuachia moyo. Nyewe. Amen. Hii simu sioni ikiwa na mambo mengi. Unashikanga hii simu? Naishika hii simu. Unaishika? Kabisa. Sioni ikiwa na mambo mengi. Kama unaishikanga, that's why naona haina mambo mengi. Simu yenye ishi kwangu inakuanga na mambo mengi. Kwa nataka tufikisha hapa usiki dawa. Hata nimalizie tu ndio maana. Pole mama, ni kama mama ama kababa? Ni kababa. Kababa. Yetu mic kuna message zingine naona hapa. Kesi nione nikusomee, sio? Sawa. Who is this Dr. Coco? Dr. Coco ni daktari huko KU. KU. Pengine mtu yeye alizaliwa.
Is there any business between you and Dr. Coco? Between mimi ama sisi wote? Between you. Business ilikuwa tu ni yeye ndiye alikuwa in charge ya delivery ya mama. Yeah. Ni hiyo tu. Ndio hata anapiga. Dr. Coco. Achana naye kidogo, si tunafika huko si? Yeah, tunafika huko si. Sawa. Acha kuja hapa tu kidogo. Sema tu hapo dakika moja. Sawa. Na mama kidogo hapa. Vitu vingine naona hapa. Nashangaza. Amepiga. Acha nikate. Takuone. Anamwambia hey, I'm coming. Kwanza ndio bwana wako amemwanza. Hey, na come. But ujue nikifika tutamalizana na wewe. Mmalizane na mimi cause since ile siku mam azae mpaka saa hii amjai nilipa na already niko sure mtoto mlishauza. Simunduni munipee tu pesa yangu yenye tuliagree. Daktari akamjibu akamwambia wewe kuwa mless, mambo itakuwa sawa. Si nilikwambia hii biashara huwa haitaki kierere. Shida yako uko na njaa mingi. Unafikiria unataka kuomoka haraka. Na hiyo biashara haiendangi hivyo. Akamwambia mimi I don't care. Sahi ni almost a month since niwape mtoto wangu na hamjai nilipa. Mlikuja mkanyamazia. Mnajua vizuri mlinipea dead body ambaye si mtoto wangu na tukazika ili juu mlikuwa mmenipromise mtanipatia kenye mnafaa kunipea. Na saa hii ni mwezi naisha na hamjanipea. So that's why nimekwambia nakuja na unafaa unilipe ndio nitatoka hapo. Na kama si hivyo unaweza harakisha kidogo juu mtu anafaa kufika usi. Kama si hivyo tutamalizana mbele. Dr. Coco akamwambia ati mbele mimi I don't care. Wewe enda tu unishtaki. Brother. Juu unajua vizuri you can't kidogo tu namaliza. Ni osi mtoto anaenda na sindana na dungwa mapema. Haina shida, acha tu nimalize hii message. Haina shida kama utanishtaki, patujue sisi wote tutakaa kwa shida, so usiwe mjinga. The moment utaenda kushtaki, jua kuna agreement yenye tuliagree na wewe na ukasign. So uwezi tuletea kiburi, na kama unataka cha kiburi tutaenda hiyo njia. Mtoto uliuza na tukakupea another dead body. In fact, we mwenyewe ulisign ati mtoto wako amekufa. So sijui tunaulizana nini. Ukitaka kuwa mjanja tutakuonyesha ujanja wa hii game. Akamwambia wewe acha nifike then utajua haujui. Nitapaswa mbirika niambie kila mtu kwa hiyo hospitali that wewe ni daktari fake na hautaki kunipea pesa yangu. Heri niende ndani lakini pia wewe ulose. Akamwambia ni sawa, wewe come tuongee, I'm waiting. Akamwambia ni sawa. Rodeni nisaidia sasa simu twende. Ni uluza mtoto. Hadi. Uluza mtoto wetu mmoja. Ukandanganya alikufa. Mbona sikuelewi mimi? Nilideliver twins, nikaletewa mmoja amekufa. That means nimesomewa hapo messages uliuza mtoto mmoja. Uka make deal nikaletewa a dead body. So hadi ulikuwa witness tulizika mtoto? Tulizika mtoto yes, lakini niko sure huyo si wetu kwa sababu hizi messages zinasema uliuza mtoto wetu. Inamaanisha huyo mwenye tulizika si wetu. Brother, naomba simu tufike huko si.
Seriously? This is a serious case, bro. How can you sell your own blood? Brother, uko na ndoa? Kwani mimi naishi na nani? Cheki. Ni nini inaendelea hapa kwanza? Unawezaje uza mtoto? Mtoto gani niliuza? Mtoto mmoja na ukanidanganya amekufa paka tukazika. Ngoja, hatukuzika mtoto. Tulizika lakini huyo si wetu. Bro, Do you know these messages? si gani? Kama unajifanya umesahau. Yani Dr. Coco. Huyu jamani business tofauti tunafanya. Hakuna business gani mtoto amementioniwa ndani? Cheki babe. Si tulizika mtoto home? Tulizika yes, lakini huyo si wetu. Na ndio maana nilikuwa na shangaa. Huyo mtoto ni mkubwa sana. Hadi hakuwa anafanana na huyu. Na wao ni twins. Cheki. Mtoto wetu alikufa. Na hadi wewe ulijua tulizika nyumbani. Tuko na mtoto mmoja. Hiyo ni kitu mliniambia, nikabidi nimaamini. Huyo mtoto najua sio wangu. Nyinyi mtanipea mtoto wangu, acha kwanza nipatie huyo. Ngoja kwanza. Tulia ni kwanza. Huyu ni mtoto. Mtoto hata unajua alipass. Na hata wewe ulikuwa OC. Kwani mimi nilikuwa wapi? Si ulikuwa kwa madaktari hiyo time? Cheki, mtoto yeye alipass na tulizika home. Hakuna mtoto niliuza. Lakini hizi message inasema nini bro? Si ndio inasema vizuri you agreed. Bro. You agreed. Bro, cheki bro. Cheki. This is a serious case. Hii ni ndoa. Wewe hata hujaoa bado maybe. Sikatai. Angalia. Cheki babe, twende tufike. Hapana. Ni aje tena? Wewe nipatie mtoto wangu, hata sikuamini. Una choose kuamini stranger na mimi tumeoana na for 5 years. Twende OC tupeleke mtoto. Hapana. Hata wewe mwenyewe unasema kwa message unakuja bro fanya hivi. Unataka bibi yangu ama utabaki naye ama shida ni nini? Usianze kuongea vibaya. Si kuongea vibaya, wewe ndio umeingilia kitu hujui. Si ati nimeingilia kenye sijui. Si na nini message. Message gani? You know, is this not your message? Bwana, hizi messages hizi zako. Ni zako. Nimekuomba simu yako kweli? Haujaniomba. Babe, cheki. That's why. Twende OC. Hapana, wewe nipatie mtoto wangu. Mimi narudi. Unarudi aje? Mtoto anafaa kufika clinic saa hizi. Clinic gani? Unaenda clinic kama unaenda kuitisha pesa zako? Si ndio hizo umemwambia? Hebu angalia kitabu yako. Si mtoto anafaa kurudi clinic leo. But this is the conversation. Unasema vizuri. Cheki. Angalia hapa unasema aje? Jisomee. Bwana, wewe achana na hizi stories za hii siku zikwe. Hizi ni story different. Nipatie mtoto wangu ama nikuitie sahi watu. Hebu ita watu. Cheki. Hakuna story ya watu hapa hivi. Mpe mtoto wake. Cheki bro. Fanya hivi. Tafadhali. Ukitaka tu kesi ikiwe rahisi. Yana mtoto then utuambie huo mwingine. Mtoto ni wako na yeye ama ni wangu? Ngoja. Atasema hiyo Mtoto ni wako na yeye ama ni wangu na yeye? Yes, ni wenyu. But unajua mtoto akikuja kwa dunia si wenyu peke yake, ni society. Cheki. Hii story sisi solve personal. Unapata? Ni mtanipea mtoto. Acha sisi solve sisi wenyewe. Maanisha tulizika damu yenye sio yetu. Huyu mtoto alikuwa anafanana na wewe ama hapana? Hakuwa anamfanana. Aje? Si hadi wewe uliconfess kusema anafanana. Yule alikuwa mkubwa. Kawaida watoto watoshanangi. Ulimpima bro, cheki. Watoto walikuwa wanafanana. In fact walikuwa wanatoshana. Sasa hiyo nawe unaniambia tu wanafanana. Hapana. Nataka kusema yeye wazimu. Si wazimu lakini watoto walikuwa wanafanana. Nilijifungua nilionyeshwa. Kwa muda gani? Immediately hivyo tu vile nilijifungua. So nikuulize swali. Cheki bro. Bro, just a minute. Sikia. Bro, hii ni kesi sensitive. Bwana, wewe ni DCI. Wewe sema tu mambo. Wewe ni DCI. Haya. Wewe ni karao. So sini after nimejifungua nikaonyesha watoto wote na walikuwa alive. So after that. So umefika kwa barabara unachoose huyu stranger unaachana na mimi? No, bro unajua. Si hakuna story ya kujua hapa hivi. Cheki. Mpole aje. Mpole. Hapana. Cheki itakuwa mbaya. Sawa. Acha ikuwe mbaya basi. Twende. Acha ikuwe mbaya. Acha ikuwe mbaya bro. Hebu kata kitu director. Cheki bro. By the way you are bro, shida yako ni nikwambie ukweli. Twende. Sawa. Cheki. Ona. Arrest vitu gani unaniambia? Direct kata hiyo kitu twende na huyu. Hapana, cheki. Twende fika twende. Hapana bro. No. Cheki. Utaangusha mtoto. Nakwambia usifanye nitumie force. So wewe unataka kuua, si ndio? Ngoja usifanye nitumie force. Unataka kuua, si ndio? Just cooperate. Hi guys, do you know if you invested just $1,000 into the forex market 3 months ago, right now you could have been a millionaire? Yes.
Let me show you how. Gold prices moved in April 24th from 2,994 to 3,274 as at June 25th. All right, you can see that's almost above 2,000 pips. If you had invested just $1,000, you can see the outcome. Those are so many pips, and we are still expecting the market to move. Remember, you can always WhatsApp us through this WhatsApp number for more updates on Forex markets.